walikuwa wanatafuta punda. Ukisoma pale juu, walikuwa wanatafuta punda. Punda zilikuwa zimepotea. Pale juu inaeleza maeneo ambayo walihangaika kutafuta zile punda pasipo mafanikio, lakini walipokuwa wanatafuta waliteseka sana, kwa sababu walienenda kwa akili zao. Anasema walienda maeneo mbalimbali kuzitafuta zile punda, lakini hawakuziona. Chako ni chako. Amina. Chako ni chako. Hata kama wewe uoni wa samani punda, lakini alikuwa ni wachako wao. Wao waliona wa samani kwa sababu wanawabebea mizigo. Chako ni chako. Hicho ndicho cha samani. Hata kama ni kijiko tu, hicho ndicho cha samani kwenye maisha yako. Akasema punda walipotea. Wale watu wakaanza kutafuta. Walipotafuta hawakuzipata zile punda. Kuna mtu mmoja akapata ufahamu, akapata akili, akapata wazo la Mungu, akasema kuna mtu mmoja ni nabii. Unaonaje turudi tumwendee yule nabii, alafu tukamuulize mambo yetu, atuambie juu ya hii safari yetu. Je, ni salama au sio salama? Je, ina nini? Au tuna hiki kiu chetu ni nini? Sikia nikwambie, umuhimu wa manabii upo. Umuhimu wa manabii upo. Nabii ni jicho la Mungu, ataona badala ya Mungu. Nabii ni Mungu anamtegemea aone mambo yale, amwakilishie yeye au wanadamu. Sikia nikwambie kitu. Kuna siku moja tajiri mmoja kanipigia simu. Tumejiandaa hapa, ndio tunataka tuondoke usiku wa leo, tunataka tuondoke kwenda Dodoma. Wanatoka Njombe. Nikamwambia hiyo safari Mungu ananiambia usiondoke, usiende hiyo safari, kwa sababu ninaona jambo la hatari mbele, kama ilivyo kawaida wanadamu wanavyojua kupoza, kama wanadamu wanavyojua kufanya. Wanasemaga tu, uliza, alienda na gari yake, alirudi na gari yake. Alienda na gari yake kutoka Njombe, alienda nayo Dodoma, hakurudi na gari. Na nilitabiri nikiwa hapa Mbeya, nikasema naona jambo la hatari. Kazi kwako, upuuzie, uchukue, kazi kwako. Kwani kazi yetu nini? Sio kusema tu alafu wewe uchukue au usichukue, kazi kwako. Huwezi amini, ile gari ashukuriwe Mungu ataniliona. Yaani ingetaka ife na mtu. Gari imefika Dodoma, anasema ilivaa ukuta. Nyumba ya mtu ilipovaa ukuta, anasema ile nyumba, ule ukuta ukaangukia ile gari. Gari kabondeka. Walienda na gari yake, hakurudi na gari, ibidi wapande magari ya abiria. Lakini walipokaa na mke wake, wakasema yule ni nabii wa kweli. Kama mimi naigiza, na wewe igiza tuone. Huyu anakisia, basi na wewe kisia tuone. Anatengeneza, hebu tengeneza na wewe tuone. Sikia nikwambie kitu. Hilo limeisha. Gari hakurudi nayo, akarudi. Anasema ile gari iligharimu milioni 10.
milioni. Nipo kwenye soko, sijatoka kwenye soko. Wewe unasema nimetoka, ni wewe. Mimi sijatoka kwenye soko. Yaani nimenyoka mle, sema mle. Yaani niko mle. Twende kwa muonaji, na yule muonaji atuambie juu ya safari hii. Wanaposema kwenye Biblia kwa vile unasema ina shida gani hii safari yetu? Ina shida gani? Atuambie. Haya, wewe unaosafiri unamwambia nataka baba wa kiroho. Sikia nikwambie kitu. Kuna mahali nilienda, Mungu alinipa neema ya kwenda kuweka kanisa. Alafu nikiwa na bibi nimeweka kanisa pale. Mwenye nyumba akaja, alikuwa anayaelewa sana mafuta yangu. Wakati anayaelewa, kumbe huko walishanifanyaga research, na nitakueleza research walionifanyia. Akaja akawa na safari ya kuondoka, akaniambia hivi, mtumishi wa Mungu, kesho ninaondoka. Nikasema tulia kwanza dakika chache. Ni view kwenye ulimwengu wa roho, kuna kitu gani kinaendelea? Sisi tu tumekaa vibaya, wewe tu umekaa vibaya, lakini Mungu anaweza kutumia kwa viwango visivyo kwa vya kawaida. Mungu sio mjomba wala sio shangazi. Alafu kama ni uchawi, kwa nini uamini uchawi? Wewe ni mtu wa Mungu, maana yake hata nguvu za Mungu una. Mungu ni zaidi ya uchawi. Mungu ni zaidi ya chochote duniani, kwa sababu yeye ndiye muumbaji namba moja, aliumba kila kitu. Hata shetani, how the source of the devil, how the source of the devil, chanzo cha shetani ni nani? Ni Mungu. Sasa kama chanzo cha shetani ni Mungu, maana yake Mungu anaweza kumcontrol shetani akamweka kwenye unyayo hapo, Mungu akaanza kutembea. Maana yake hakuna chochote kinachoweza kufanikiwa kama Mungu atasimama. Sikia nikwambie kitu. Yule mama akaja akaniambia kesho ninaondoka. Nikamwambia mama, njoo. Kamata hii madhabahu. Alafu mimi nikarudi nyuma kidogo. Nikasema, Mungu, naomba unifunulie chochote kinachoendelea kwa wewe. Nikawa naiona gari naingia chini ya uvungu wa yale magari makubwa, ikasagika kabisa, na yeye yuko ndani ya gari. Nikamwambia hiyo safari na kuruhusu, Mungu ameniambia nikuruhusu wewe. Huyo ni mwingine, ni wapi mbele? Nikuruhusu wewe, lakini hiyo safari ina vita. Na Mungu ananiambia hivi, kwa sababu ya kutokuamini kwako kuna ishara zitatokea. Sikia maelezo haya. Mungu ameniambia nikuruhusu hii safari wewe, lakini kwa sababu ya kutokuamini kwako kuna vitu vitatokea, yaani kuna ishara zitatokea ili uamini Mungu ni Mungu. Nikamwombe, nikasema, Baba asante. Namwombea safari hii, aanze safari kesho na aende. Alikuwa anaenda kwenye harusi, akaenda kwenye harusi vizuri. Wakati anarudi alikutana na gari uso kwa uso, yaani walikuja kupigana breki.